2025 mwaka ulitusha tuko 2026. Unaweza kuzungumziaje kwa mafanikio yako ya kimuziki kwa ujumla? Ni kwamba 2026 nimepokea kwa mikono yote miwili, alafu Mungu amenifanyia wepesi. Maana ile Christmas tunaanza na show. Tarehe moja na show, yani show zikaanza zinapangana, wakati mwingine zinagongana kwa siku moja. Na show za michele hivi. Ya, show za mchele. Kwa nashukuru Mungu 2026 nimejipanga. Na hivi soon ndaanza kuachia kazi, ziko YouTube kule, ingia YouTube andika Maniga Mzaa. Sawa kuwatch, kumbuka kusubscribe. Sawa. Support. Kingine ni kwamba naomba mashabiki zangu wanaonisikiliza muda wote kusupport katika mitandao ya kijamii. Ingia YouTube andika Maniga Mzaa, kazi zote zinapatikana kule. Na soon kuna kazi ambazo ziko jikoni. Kwa hiyo ningependa waweze kutia support hapo twende mjini. Okay. Bado umetuletea zawadi gani? Leo zawadi niliyoletea ni kwamba nimewaletea muziki ambao ni surprise fulani hivi. Tuna ladha tofauti. Tunakwenda kwa kubadilika. Wewe unafanya muziki kwa maana ya muziki mimi naofanya, na wage napenda napoandaa kwanza ngoma zangu, zile ngoma ambazo ni zenye ujumbe alafu zenye burudani ndani yake. Muziki ambao umenipenda ni muziki ambao ni singeli. Singeli iko kwenye damu. Singeli iko kwenye damu. Ingawa na singeli michano nao natembea, lakini wage nazingatia nyimbo zangu. Mtu akisikia ajifunze, yani aone kabisa ngoma ina kitu, lakini pia yani aburudike pia apate na elimu ndani yake. Usema singeli unataka wasanii warudi? Ya kabisa, ni kwamba ndio lazima ni sahihi. Wengi wao wanazingatia kwenye burudani sana. Au ni kweli? Yaani anaimba tu ni burudani, no. Andaa kitu ambacho unajua kabisa hichi hapa msikilizaji atakaposikia atajifunza kitu fulani, pia atapata na burudani ndani yake. Okay. Yeah. Wewe umeamua kubezi wapi? Kwenye burudani zaidi ama kwenye kuelimisha ama uko pande zote mbili? Ni kwamba kuna msemo unasema elimu haina mwisho. Kwa hiyo mimi ninachokifanya ni kwamba hakikisha kwanza leo nipata simu mpya asubuhi nikagua elimu ni vazi. Elimu ni vazi. Elimu ni vazi. Kwa hiyo ukilivaa la kustiri, unajua Ya kabisa. Kwa hiyo uliposema elimu haina mwisho pia ndio tuko kwenye daraja hilo. Daraja hilo ni kwamba wale nazingatia cha kwanza nyimbo kwanza iwe na ujumbe. Iwe na ujumbe alafu iwe na idea. Burudani naweza nikaweka mwishoni. Wakati wa mchanganyo kule burudani itakuwepo. Alafu burudani ni beat. Na ndio maana kuna nyimbo zingine unaweza kusikiliza ukajikuta tu unahamasika kucheza ule mdundo. Vibe ikakupa vibe. Kwa hiyo ni kwamba anasimamia kwanza ujumbe. Inaenda katika jamii. Je, jamii inajifunza kipi kupitia hii kazi yangu? Maana tumekuwa tukifanya kazi zetu sometimes hata Madia fans wamekuwa ni watu wetu wa karibu, wazazi wetu, ndugu zetu, marafiki. Kwa hiyo ni kwamba inatakiwa asikie ajifunze kitu fulani ili kusudi unapoachia kazi imagine, yani mguse ili kusudi ngoma aweze kukaa nayo, ili kuweza kutengeneza soko na jina la kitu ambacho unakifanya. Programu yako ukiwa unafanya kwa mtu unazingatia nini? Cha kwanza ninachozingatia katika collab kwanza ni kushare wazo. Idea yangu na kwake nifanana. Kama mimi ndio nimempelekea idea, inatakiwa wazo analokuja nalo vimatch kabisa. Isije kaonekana mimi naimba tofauti, yeye anaimba tofauti. Idea zikazi zimepishana, kwa hiyo napenda wazo liwe moja. Nazingatia kwanza wazo, zeni nazingatia mistari na chorus. Unaona wapi muziki wa singeli? Nikiangalia muziki wa singeli kwa sasa hivi umeteka sana soko. Maana sasa hivi watu wanapenda, yani muziki wa singeli sasa hivi umekuwa kitu support sana, hata waandishi wa habari, vyombo kama hivi. Muziki umekuja kwa nguvu. Kuna muziki wa singeli na mapiano. Maana fursa zimekuwa ni nyingi. Tofauti na mwanzoni kabisa. Mwamba of course kazi anajua sasa ambacho tunachotaka kwa sasa kasulu shows hamna. Yaani kwa jumla ni show zile, ani event kibao zinakuwa hamna. Kwa sasa sisi kwanza tunataka sasa show zao sasa tuweze kuziona.